Huyu ni Annie akitembea hotelini masaa machache kabla ya kuuawa, na baadaye akapita mumewe Diwani akisikitika baada ya kupata taarifa kuwa mke wake ameuawa, huku jeshi la polisi la Afrika Kusini likidai kuwa yeye ndiyo amehusika na mauaji ya mke wake. Asa issue ilianzia Jumamosi ya Oktoba 30 mwaka 2010 jijini Mumbai, India. Siku hiyo Annie aliamshwa kwa busu zito kutoka kwa mumewe Diwani, huyu ambaye ni mfanyabiashara wa Uingereza. Akamwambia, mke wangu, tumefunga ndoa jana, ndoa ya kifahari. Hebu tuenzetu basi Cape Town tukaenjoy. Kule kuna Table Mountain, kuna waterfront, pazuri. Na by the way ni kweli ni pazuri. Mimi mwenyewe miaka hivi karibuni nilivyotembelea jiji la Cape Town, nilienjoy bwana, ni pazuri. Akasema twende baby wangu. Basi mrembo Annie ambaye ni half caste, ukimcheki hivi ni Muhindi lakini ukimwangalia vizuri ni Msweden, akawa anacheka tu, asijue kuwa siku zake za kuishi katika dunia hii zilishaanza kuhesabika. Hatimaye Novemba 12 wakawasili uwanja wa ndege wa Cape Town. Walipotoka tu nje wakakutana dereva taxi aitwaye Zola Tongo. Tongo akawapeleka kwenye hoteli ya kifahari ya Cape Grace iliyoko waterfront. Sasa wakati Annie yuko mapokezi ana check-in, Diwani yeye akawa na maongezi private na Tongo. Lakini baadaye Diwani akaungana na mkewe na kisha wakaingia chumbani, wakabadilisha nguo na baadaye wakaenda kupata chakula cha jioni pale pale hotelini. Baada ya chakula cha jioni wakarudi chumbani na picha za CCTV zikaonyesha kuwa Diwani alimwacha Annie chumbani na akatoka na kaenda mtaani. Baada ya muda akarudi tena hotelini akiwa mkononi ameshika maua. Sasa kesho yake ambayo ilikuwa ni Novemba 13, sasa wanandoa hao wakaamua kwamba siku hiyo nzima waitumie kuzunguka mji mzima wa Cape Town. Dereva wao ni yule Tongo. Kwa hiyo wakazunguka. Sasa ilipofika jioni wakaona waende kwenye mgawa fulani hivi wanauza sushi. Mhudumu wa mgawa huo aitwaye Clara Jane Wilkinson anawakumbuka wapenzi hawa. Anasema alishangaa baada ya kuona Diwani akimwacha Annie mezani mwenyewe kwa muda mrefu. Yaani hawa watu wamekuja honeymoon, wamekaa wameagiza chakula, alafu baada ya muda jamaa kaondoka na akapotea kwa muda. Binti kabake pale mwenyewe. Anasema alipomuuliza Annie, mume wako yuko wapi? Akamjibu kuwa yuko nje anaongea na mtu kwenye simu, mambo ya biashara, lakini kwa unyonge sana. Akamsikitikia binti mwenzake. Basi baada ya Annie kukaa mwenyewe kwa muda mrefu, hatimaye Diwani akarudi. Binti kanuna. Basi jamaa akampiga mabusu pale na nini, mtoto akatulia kidogo. Basi wakakaa kidogo pale, Tongo naye akaja. Wakamwambia, Tongo sikiliza, muda huu tunaomba tuone mandhari ya jiji kwa usiku. Basi Tongo akagonga gia, wakasepa. Walipofika nje kidogo ya Cape Town, ghafla gari la Tongo aina ya Volkswagen Charan likavamiwa na wanaume wawili ambao walikuwa na bunduki. Wale watekaji wakamwamrisha Tongo atoke nje. Alivyotoka tu mtekaji mmoja akakamata usukani kibati. Tongo akamwacha pale barabarani. Wakiwa njiani, Diwani sana shangaa like what is going on? Annie ndo kabisa haelewi. Diwani akawa anasema, jamani, kama ni vitu mnavitaka chukweni. Akawapa pesa zote alizokuwa nazo. Alikuwa na randi 1400 akawapa, chukua. Akawa naomba tafadhali jamani msituue. Sasa walivyoona Diwani anaongea sana, wakasimamisha gari na wakamwamrisha Diwani atoke nje. Alivyotoka tu nje wakawasha gari wakasepa. Annie yuko ndani. Basi Diwani akaanza kuhaha kutafuta msaada wa polisi, by the way msaada ambao ulichelewa sana. Video za CCTV zikaja kuonyesha kuwa Diwani alifanikiwa kurudi hotelini waterfront na akawa anatembea kama amechanganyikiwa vile, anaenda anarudi. Baadaye tena Tongo naye akaonekana hapo hotelini. Mawazo yakawa ni mengi, wamempeleka wapi Annie? Basi kesho yake asubuhi ya Novemba 14 gari likapatikana likiwa limetelekezwa nje ya mji. Annie alikutwa amelala kwenye kiti cha nyuma, shingoni likionekana jeraha la risasi iliondoa uhai wake. Pembeni yake wakakuta mkoba wake. Baadhi ya vitu vya thamani vilikuwa vimechukuliwa, lakini pete ya ndoa ikakutwa pembeni kwenye kiti. Sasa wakati polisi wanachunguza tukio hilo, zikakutwa meseji kwenye simu ya Annie ambazo zikawaacha midomo wazi. Ndoa hizi?